السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Watukufu Islamu, bado tuendelea kukumbushana na kuzindua juu ya madhehebu iliyojitokeza hivi karibuni ikiwa na malengo makuu ya kufarikisha ummati Muhammadia. Kwa leo tutachukua fursa ya kumsikiliza huyu anaitwa Umair Adam. Huyu bwana ni mmoja katika wanadawa wa hilo dhehebu jipya la ulokole na bida mbaya, na ni wakala wa Mayahudi akitekeleza majukumu yake ya kutokana mashekhe na kufarikisha umma na kuthibitisha ulokole wao na kuthibitisha bida mbaya ya kujiita wanasunna. Hebu tumsikilize kidogo mlokole huyu anayetekeleza majukumu yake ya kutokana na Waislamu. Wengi katika wanafunzi wanaonekana wanawasikiliza ahadul bid'ah. Mtu ukitizama simu yake unamwona kuna Nyundo, kuna Usman Maalim, kuna Kipozeo, sijui mtu yuko tayari kukaa kumsikiliza Nyundo mpaka akawa anacheka mpaka analia kwa kucheka kwake tu. Sasa wewe ni mtu wa sunna, mtu wa sunna atakikane kuwasikiliza watu wa bid'ah. Na Nyundo si mtu wa sunna, Usman Maalim si mtu wa sunna, watu wa bid'ah na wengineo katika mashekhe walioenea. Mashekhe wa kisalafu wamejazana, audio zao zipo masha Allah, tafuta utazipata. Naam, huyo alikuwa ni mmoja katika wanadawa wa dhehebu jipya la ulokole na bida mbaya, na ni wakala vile vile wa Mayahudi wa Maka. Amekuwa akitekeleza majukumu yake kama walivyoagizwa huko walikotoka, kuwafarikisha ummati Muhammadi na kuwatukana. Hivyo anathibitisha vile vile ulokole wao pale wao walipojiona ni bora kuliko watu wengine, kwamba wao ndio watu wa sunna, lakini watu wasiokuwa wao si watu wa sunna. Kawataja kwa majina, kamtaja Sheikh Nyundo asema sio mtu wa sunna, akamtaja Sheikh Uthman Maalim akasema huyo sio mtu wa sunna, kamtaja Sheikh Kipozeo akasema huyo sio mtu wa sunna. Hebu chunguzeni hawa watu jinsi walivyo majasiri kufanya shari, kuwatukana watu wa bid'a, kuwasingizia watu bid'a. Hebu tuchunguze kwanza hayo wayafanyayo, ndio dawa tu salafia hiyo walioidai wao. Kisha anasema kuna mashekhe wa kisalafu. Sasa katika jumla ya bid'a mbaya walizoshikamana nazo watu hawa wa madhehebu mapya, dhehebu jipya hili la ulokole ambalo asili yake ni Uyahudi na kazi zao kubwa ni kufarikisha Waislamu, ndivyo walivyoagizwa na kweli wanatekeleza. Kwa hiyo ili kuwafarikisha Waislamu sharti kuwagawa na kuwatukana na kutengeneza fitna kati ya jamii ya Kiislamu. Hilo ni jukumu lao, kweli wanalitekeleza kama jinsi tulivyomsikia. Lakini kitu kingine kibaya zaidi wanachokiendeleza hawa watu wa bid'a mbaya hawa, kwanza wanajiita ni watu wa sunna, pili wanajiita ni mashekhe wa kisalafu. Hebu tizameni uongo huo ambao wanaoendeleza watu hawa wa madhehebu mapya, kwamba ni nani katika maswahaba wa mtume aliyejiita ni mtu wa sunna, kujiita ni mtu wa sunna. Lazima tuziweke wazi bida hizi ambazo zinazuka kwa kasi kubwa sana bila watu kujua, alafu wakawatoa katika malengo kuelekeza kwamba maulidi ndiyo bida. Kumbe wao ni wazushi wakubwa wa kuzua bida mbaya kabisa ambayo inapelekea mja anakuwa anafanya ria, kama jinsi tulivyomsikia kwa masikio yetu. Hatujamsingizia huyu bwana anaitwa Umair Adam. Huyu ni mtu wa bida mbaya kabisa, wakati wanapojiita ni watu wa sunna. Bado tuendelea kuwaumbua watu hawa uongo wao na kuweka wazi ulokole wao. Ni kwamba wao wanajiita ni watu wa sunna. Ni sahaba gani alijiita mtu wa sunna? Ni tabi'i gani alijiita ni mtu wa sunna?
ni atibai tabi'i gani alijiita mtu wa sunna? Ni waongo wakubwa hawa, na kuwa na tahadhari kubwa na kundi hili linaloendelea kukua siku hadi siku. Ni watu wa bid'a mbaya kabisa kupata kutokea Muislamu kujiita kwa mujibu wa ibada zake. Kwa hiyo hapo vile vile kuna bid'a kubwa wanazozifanya bila watu wengi kujua, kwamba mtu kujiita wewe ni mtu wa sunna. Kwa hiyo unatufahamisha wazi kwamba wewe unasimama swala za usiku, unafanya sunna mbalimbali, kujiita mtu wa sunna. Mtume mwenyewe, je, alipata kujiita mtu wa sunna na ndio alikuwa mtekelezaji mkubwa wa sunna? Tuache huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni salafi gani alipata kujiita yeye ni mtu wa sunna? Nyi watu wa bid'a mbaya. Hiyo ni moja katika bid'a kubwa ambayo wanaitapakaza watu hawa wa bid'a mbaya, madhehebu mpya iliyozuka ambayo wao wanaita madhehebu ya salafu. Lakini kiukweli ni waongo wakubwa hawa, kwa sababu hakuna salafu baada ya salafu. Salafu walikwisha, waliopo ni khalafu. Wanajiita salafu, ni waongo wakubwa hawa. Kazi yao kubwa hawa ndio kama hivyo kufarikisha umati Muhammadia. Sasa leo awatuhumu mashekhe hao kwamba sio watu wa sunna. Ni sunna gani ambayo wewe unayo kiasi kwamba wewe uitwe ni mtu wa sunna, yule asiitwe mtu wa sunna? Na kwani ni wapi basi, hata kama ungelikuwa wewe watekeleza sunna, kujiita wewe ni mtu wa sunna? Hiyo ni bid'a mbaya inawapelekea kwenye ria. Kwa hili ni kundi la watu linawavuta watu waelekee kwenye ria, kwa sababu ni maagizo ya mabosi wao Mayahudi kuja kuchafua Waislamu, kuwavuta kwenda kwenye ria, kupingana na dini ya Uislamu. Kwa hiyo kuweni makini na hili kundi ambalo linaendelea kukua siku hadi siku. Wanajiita kwa jina zuri masalafu, lakini ni waongo wakubwa, wala hilo jina sio halali yao. Salafu wote walikwisha kufa, hakuna salafu hata mmoja mpaka hivi sasa. Na hata ikitokea wewe umepata bahati ya kumfuata mtume, hujaruhusiwa kuitwa jina la mtume. Ukimfuata sahaba wewe huruhusiwi kujiita sahaba, bakia na jina lako. Lakini huna ruhusa wewe ya kwamba umemfuata mtume ukajinasibishia na jina la mtume, ukamfuata sahaba ukajinasibisha na jina la sahaba. Hiyo ni bid'a mbaya, kutaka kuwaonyesha watu kwamba wao ni wafuasi wazuri wa Mtume Muhammad, ni wafuasi wazuri wa masahaba. Lakini leo tukiona ni waongo wakubwa.